Kwenye ulimwengu wa biashara, mapatano si mazungumzo tu, ni vita ya akili. Na mafioso wa kweli haweki budi kushinda. Leo, nitakufunua mbinu za mafia za kufanya mazungumzo na kupata kila kitu unachotaka, bila kutoa nafasi kwa mwenzio. Sheria ya kwanza, kaa kimya kwanza. Mafioso haogopi ukimya. Unapoweka ofa, subiri. Mtu wa kwanza anayesema ndio au hapana, ndiye anayepoteza nafasi ya kucontrol mazungumzo. Kwa hivyo, toa maagizo yako, halafu nyamaza. Wache wakimbize maneno. Sheria ya pili, kamata leverage yako, the weak point. Kila mtu ana kiungo cha kushambulia. Mafioso hujua hili na hutumia kwa faida yake. Kabla ya kuingia kwenye mazungumzo, tafuta nini anachohitaji sana. Anaogopa nini? Unaweza kumlazimisha vipi bila hata kusema? Ukiwa na leverage, wewe ndiye bosi wa mazungumzo. Sheria ya tatu, useme hapana kwa ujasiri. Bosi wa mafia haogopi kusema hapana. Kama deal haikufaa, anaweza kuondoka, na hii ndiyo nguvu yake. Watu wanaogopa kupoteza fursa, ndiyo maana wanakubali mikataba mbaya. Lakini wewe, be willing to walk away, na utabaki na nguvu. Sheria ya nne, toa tishio lisilotajwa, yaani the unspoken threat. Mafioso hahitaji kusema nitakufanyia nini, anaweza kuonyesha tu. Kwenye biashara, unaweza kutumia sauti ya baraka. Ningependa kufanya hivi kwa njia nzuri. Kumwonyesha mwenzio kwamba unaweza kumwathiri kwa njia nyingine. Kama hii haifanyi kazi, nitapaswa kufikiria njia mbadala. Watu wanaamini tishio lisilotajwa zaidi ya lile walilosikia. Sheria ya tano, maliza kwa win-win, lakini wewe ushinde zaidi, the illusion of fairness. Mafioso hawezi kumwonyesha mwenzio kwamba amemshinda kabisa, anaweka uso mzuri, lakini ndani yake anajua alichopata. Kwa hivyo fanya mwenzio aamini kwamba yeye pia ameshinda, lakini ujihakikishie kwamba wewe unapata zaidi. Kumbuka, mapatano sio kuhusu kupiga kelele, ni kuhusu kubaki na control. Kama umependa mbinu hizi, bonyeza like, share, na andika kwenye comments. Je, wewe hutumia mbinu gani kwenye mazungumzo? Na kama hujasajili, bonyeza kitufe cha subscribe, kwa sababu familia inashikamana. In business, you don't ask for power, you take it.